Kuna jambo moja nililofanya. Jambo ambalo mpaka leo ninapocheki kioo siamini mimi ndiye yule mtu. Nilikuwa na rafiki, brother yangu wa ukweli. Tulikulia pamoja, tulishiriki kila kitu. Lakini nilifanya kitu ambacho kingeweza kumfisha friendship yetu milele. Jina langu ni James. Na hii ni confession yangu. Mwaka wa 2018 nilikuwa na rafiki wangu David. Tulikuwa tunajuana toka chuo. Brother yangu wa dhati. Tulishare apartment, tulashare ndoto, tulashare kila kitu. David alikuwa na mke wake Grace. Mwanamke mzuri, mpole, mwenye heshima. Walikuwa wameolewa miaka 2 tu. Na mimi nilikuwa najiona kama sehemu ya familia yao. Lakini kuna kitu kilichoanza kubadilika ndani yangu. Kitu ambacho sikupaswa kuruhusu. David alikuwa anafanya kazi hard. Alikuwa anaenda safari za biashara mara kwa mara. Na mimi nilikuwa naendelea kukaa na Grace. Kwa kompani kama nilivyosema. Tulianza kuzungumza. Kidogo kidogo. Tukaanza kushare mawazo. Hisia. Na nilijua kabisa ilikuwa ni vibaya. Lakini sitaki kuamini. Kisha ikatokea. Usiku mmoja David alikuwa safari. Grace alikuwa peke yake. Nikaenda kumtembelea kuangalia kama yuko sawa. Lakini moyo wangu ulikuwa na nia nyingine. Tukazungumza mpaka usiku wa manane. Kisha tukaenda mbali zaidi. Tukavuka mipaka ambayo haiwezi kurudi nyuma. Nakumbuka usiku ule kila siku. Haya. Guilt. Hofu. Lakini hatukuacha hapo. Iliendelea kwa miezi 3. Miezi 3 ya uongo. 3 ya kumdanganya brother yangu. Ungefanyaje wewe? David aligundua. Hakugundua kwa sababu tulimwambia. Alikuta mesage moja ambayo sikuifuta vizuri kwenye simu ya Grace. Ile siku sitaisahau milele. Uso wake. Macho yake. Hakusema chochote kwa muda mrefu. Alikaa tu. Akitazama wazi. Kisha akaanza kulia. Brother yangu. Akaanguka chini. Akalia kama mtoto. Na mimi sikuweza kufanya kitu. Sikuweza kusema sorry. Maneno yalikuwa kidogo sana. Akahamisha vitu vyake siku ile ile. Akaondoka. Grace naye akaondoka. Na mimi nikabaki peke yangu katika giza. Maisha yangu yakaharibika. Sikuweza kufanya kazi. Sikuweza kulala. Kila usiku nilikuwa nakumbuka uso wake. Kila asubuhi nilikuwa nakumbuka nini nilifanya. Nilijaribu kumpiga simu mara 1000. Hakuchukua. Nilijaribu kwenda nyumbani kwake. Hakufungua mlango. Nilikuwa nimempoteza milele. Miezi 2 baadaye, David alinipigia. Nilijua sauti yake mara moja. Moyo wangu ukawaka. Alisema, James, nilisoma barua yako. Niko na Grace. Tunakuja kukuona. Siku ile wakaja. Tulikaa chini. Nikawaambia kila kitu tena. Face to face. Machozi yakatoka tena. David alisema kitu ambacho sitasahau milele. James, uliniumiza. Lakini Mungu amenifundisha kitu. Siwezi kuendelea na chuki moyoni. Ninakusamehe. Sio kwa sababu unastahili. Lakini kwa sababu Mungu ananisemea. Grace naye akazungumza. Akasema naye alikuwa na makosa. Akasema relationship yao na David ilikuwa na issues. Sio kuniekuse lakini akanisamehe pia. Leo
Miaka 6 baadaye, David ni brother yangu tena. Sio kama ilivyokuwa, lakini tuna connection. Tunazungumza, tunaombea, na najua Mungu ndiye alifanya. Grace na David wako pamoja. Wana mtoto sasa. Na mimi nimeoa pia. Mke wangu anajua stori yangu yote na ananiamini. Miezi miwili baadaye, David alinipigia. Nilijua sauti yake mara moja. Moyo wangu ukawaka. Alisema, James, nilisoma barua yako. Niko na Grace. Tunakuja kukuona. Siku ile wakaja. Tulikaa chini. Nikawaambia kila kitu tena. Face to face. Machozi yakatoka tena. David alisema kitu ambacho sitasahau milele. James, uliniumiza. Lakini Mungu amenifundisha kitu. Siwezi kuendelea na chuki moyoni. Ninakusamehe. Sio kwa sababu unastahili, lakini kwa sababu Mungu ananisemea. Grace naye akazungumza. Akasema naye alikuwa na makosa. Akasema relationship yao na David ilikuwa na issues. Sio kuniekuse, lakini akanisamehe pia. Leo, miaka 6 baadaye, David ni brother yangu tena. Sio kama ilivyokuwa, lakini tuna connection. Tunazungumza, tunaombea, na najua Mungu ndiye alifanya. Grace na David wako pamoja. Wana mtoto sasa. Na mimi nimeoa pia. Mke wangu anajua stori yangu yote na ananiamini. Kama upo hapo unajihisi umepotea, kama umefanya kitu ambacho huwezi kusamehe mwenyewe, sikia hii. Mungu bado anakupenda. Kuna uponyaji. Kuna msamaha. Lakini lazima uanze na kuomba. Lazima uanze na kukubali makosa yako. Nilifanya jambo baya. Nilidestroy friendship. Nikaharibu ndoa. Lakini Mungu alikuwa na plan nyingine. Ikiwa una mtu umemkosea, enda omba msamaha. Hata kama hatasamehe, fanya sehemu yako. Acha matokeo kwa Mungu. Jina langu ni James. Na hii ilikuwa confession yangu. Kama story hii imekugusa, acha comment, share. Na kama una confession yako, nitumie. Labda nitasaidia mtu mwingine kupona. Mungu abariki.